Sababu ya kwanza, tumegawanyika katika msingi wa ukabila. Kuna baadhi ya watu bado wana fikra za kijinga ya watu wa zamani za jahiliya. Anaona yeye kabila yake ni bora kuliko kabila ya watu wengine, na anajisifu hasa mbele ya watu, na akimuuliza mtu jina lako ni nani, anataka kujua huyu ni kabila gani, ni kabila langu ama sio yangu, ili aweze kuamua atamheshimu ama ataanza kumdharau. Na kabila yako ndugu yangu hauwezi kwenda naye mbele ya Mungu, wala siku ya kiyama hautaulizwa wewe ni kabila gani. Na lau kabila ya mtu ingemuingiza mtu peponi, basi ingemuingiza Abu Lahab ambaye alikuwa ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ni ndugu ya baba yake Mtume. Ndio kuna sura nzima iliteremka kwa sababu ya huyu bwana, surati Lahab, tabbat yada abi lahab wa tabba. Huyu anaitwa Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, kama vile baba yake Mtume anaitwa Abdullah ibn Abdul Muttalib. Huyu alikuwa ni ndugu yake baba yake Mtume. Lakini Abu Jahal alikuwa akiitwa Amr ibn Hisham al-Makhzumi. Huyu Amr ibn Hisham al-Makhzumi ndo alichukua uongozi baada ya kufariki Abi Talib. Abi Talib alipofariki, ambaye alikuwa kimlinda Mtume, sasa huyu Abu Jahal ndo akachukua uongozi. Hii ni kunia ambayo alipewa kwa sababu ya ujahili wake, na Mtume akasema huyu ni Firaun wa asri hii. Kuna baadhi ya Waislamu leo wanaamini kwamba labda hawajui, maskini, wanasema Abu Lahab na Abu Jahal ndo huyo mtu mmoja. Hata kuna bwana mmoja alipokuwa anawaswalisha watu, alipewa nafasi ya kuwaswalisha watu, akasoma katika surati Lahab. Alipoanza kusoma akasema tabbat yada abi jahalin wa tab. Watu akamwambia Abu Lahab, akarudia tena tabbat yada abi jahalin wa tab. Kumbe huyu na huyu ni mtu tofauti. Sasa lau ukabila wa mtu ungemuingiza mtu peponi, ingeanza na ami yake Mtume huyu ambaye ni Abi Lahab. Alikuwa ni karibu wa Mtume huyu, lakini atakwenda kuwa kuni katika moto wa Jahannam. Kabila yake haitomsaidia chochote. Mtume anatuambia, anatutahadharisha sisi Waislamu, tutahadhari na mambo ya ukabila. Da'uha fa innaha muntina. Acheni mambo ya ukabila haya ndugu zangu, kwani ni harufu mbaya. Leo mtu anapokuja kuposa binti yako, kitu cha kwanza unauliza huyu ni kabila gani huyu? La, kitu cha kwanza unauliza dini yake, Uislamu wake, tabia yake, ibada zake. Mtume anasema fadhfar bidati din taribat yadak. Mtume anasema idha atakum man tardhauna dinahu wa amanatahu fazawiju illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadin arid. Leo ndugu zangu, masikitiko makubwa katika mji wetu wa Nairobi na mji wa Mombasa vile vile, sijui katika miji yenu huko, hii mambo ya ukabila imefika mahali pabaya sana, kiasi ambacho mtu akifariki, wanaohudhuria wengi katika mazishi hiyo ni kabila lake yule alokufa. Akifariki Mwarabu, Waarabu wengi watakuweko hapo. Akifariki Muhindi, Wahindi wengi watakuwa hapo. Akifariki Msomali, Wasomali wengi watakuwa hapo. Akifariki Waborana wengi ambao watahudhuria hapo, kuonesha wazi kwamba mambo ya ukabila haya tumeyaweka mbele. Na hivyo hivyo katika harusi, kuna harusi ambayo utajua wazi hii ni harusi ya Waarabu, na utajua wazi hii ni harusi ya Wasomali, na utajua wazi kwamba hii ni harusi ya Wahindi. Hii mambo ya ukabila ni kitu gani ndugu zangu? Mtume wa sallallahu alayhi wasallam ametukanya sisi tuache mambo ya ukabila ndugu zangu. Ukabila ni harufu mbaya. Ndio pale Mtume anasema la fadla ala al-arabi lil-ajami wala lil-ajami ala al-arabi illa bittaqwa inna akramakum inda Allahi atqakum. Mwarabu si mbora kuliko asiyekuwa Mwarabu, na asiyekuwa Mwarabu si mbora kuliko Mwarabu. Hakika mbora wenu nyinyi ni yule ambaye anayemuogopa Mungu zaidi. Huyo ndo mbora, huyo ndo mbora manake. Kwa hivyo leo sisi wengine hapa tumekuja kugawanyika katika misingi ya urangi. Tunaangaliana hapa, huyu ni rangi yangu ama sio rangi yangu? Au huyu rangi yangu tofauti, huyu mweusi, huyu mwingine mweupe, huyu mwingine mwekundu, huyu mwingine chai ya rangi, huyu mwingine rangi yake ya mihadarati. Sasa rangi yako ni kitu gani ndugu zangu? Hii ni rangi tu. Sisi mwili wote huu unafanya kazi sambamba. Damu yako inaweza ikaniokoa mimi, na damu yangu inaweza kukuokoa wewe, na rangi zetu ni tofauti. Na hivyo hivyo figo langu inaweza ikachukuliwa ukaekewa wewe, na yako ikaekewa mimi. Na sisi wote hapa rangi zetu ni tofauti. Sisi ni binadamu tu. Lau rangi ya mtu ingemuingiza mtu peponi, basi ingemuingiza Firaun al-la'in. Firaun alikuwa mweupe kuliko wote, kwa mwekundu kweli kweli. Au unajifakhiri tu ndugu zangu? Rangi ni kitu gani hii? Bali kuna baadhi ya watu mpaka mwisho wanaona haya. Mungu amemuumba, amempa kila mmoja wetu rangi yake hapa, na anajua kwamba hii rangi ndio ambayo inakupendeza. Sasa baadhi ya watu wanakwenda kubadilisha maumbile ya Mungu, kama wanawake hasatan. Anaona hii rangi nyeusi hainifai, anataka kuwa mweupe, anataka kuwa mwekundu, anataka kuwa rangi ya chai ya rangi. Kumbe hajui bwana, black is beauty. Mtu yoyote ambaye ni mweusi, wallahi hakuna rangi inayopendeza kama mweusi. Na kuna leo madaktari wanakubaliana kwamba hata kuna baadhi ya maradhi kama ya ngozi haiwashiki watu weusi.
inawashika wale watu ambao ni weupe. Kwa hivyo ni rangi tu ndugu zangu. Baadaye umri wako ukisha kwenda, hii rangi itakuja kuchakaa, uwe mweupe uwe mweusi. Mtume anasema mtu mweusi si mbora juu ya mtu mweupe, na mtu mweupe si mbora juu ya mtu mweusi. Aliyekuwa mbora katika nyinyi ni yule ambaye anamcha Mola wake, huyo ndo mbora katika nyinyi. Na Mtume aliwahi kutahadharisha ndugu zangu, akatuonya juu ya makundi haya miaka 1446 iliyopita. Akasema bwana, wasataftariku ummati ala 73 firqa, umma wangu utagawanyika makundi 73. Mtume alitahadharisha, na ni kweli leo yameshatokea haya. Mtume alisema Mayahudi watagawanyika makundi 71, waligawanyika makundi 71, na Wakristo wamegawanyika makundi 72, na umma wangu watagawanyika makundi 73. Mtume anasema kulluhum fi nar illa wahida, makundi yote haya yataingia motoni isipokuwa kundi moja peke yake. Maswahaba ridwanullah alaihim wakamuuliza Mtume, hii kundi moja ni kundi gani hii? Mtume akawajibu jawabu mbili katika sehemu tofauti. Akawaambia jawabu la kwanza, man kana ala mithlu ma ana alayhi alyawm wa ashabi, wale ambao watakaoshikamana na yale nilichoyafundisha mimi leo. Nimewafundisha maswahaba hawa ndo ambaye Mtume amewaita alfirqatun najia. Katika hadithi nyingine Mtume amewaita at-taifatul mansura, la tazalu min ummati taifatun mansurin. Hawa Mtume vile vile amewaita al-ghuraba, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lilghuraba. Uislamu ilianza ikiwa geni na itarudi itakuwa geni tena. Maana yake Uislamu ilipoanza watu walishangaa, dini gani hii ambaye tu watu wanaabudu Mungu mmoja na sisi tuna miungu 360? Dini gani hii ambayo inaisema watu wote ni sawa mbele ya Mungu? Dini gani hii ambayo inawapa wanawake haki zao? Dini gani hii ambayo inawakataza watu mambo ya haramu? Walishangaa, maana yake dini imekuja ikiwa geni na itarudi itakuwa ni geni. Itakaporudi kuwa geni, Mtume anasema fatuba lilghuraba, wape habari njema watakaoonekana kwamba ni wageni katika mshtama. Maana yake leo ukifanya jambo lolote la dini, wewe unaonekana kwamba ndio ambao umekuja na dini mpya. Na wale ambao leo wanaofanya mambo ya uzushi na mambo kinyume na dini, hao ndio ambao wanaonekana leo wanafanya mambo ya dini. Sasa Mtume anasema wapeni habari njema watakaoonekana kwamba ni wageni katika jamii zao. Na ndio pale alipotafsiri Mtume Muhammad sallam katika Sahih Muslim aliposema fatuba lilghuraba alladhina yasluhuna idha fasada an-nas. Hawa ghuraba ni kina nani hawa? Hii kundi moja ni kundi aina gani hii ambayo Mtume ameitaja katika makundi 73? Ni wale ambao watakuwa wanatengeza wakati watu wanaharibu. Wakitokea watu hapa leo wakaanza kufanya mambo kinyume na dini, hawa watu wa sunna hawatakubali, watawaweka sawa. Na ndio unaona wanakuwa ni maadui wakubwa katika jamii ya Waislamu leo, watu ambao wamesimama upande wa Mtume, wamesimama upande wa Qur'an, wala hawajali lawama ya mwenye kulaumu. Lakini Mtume vile vile alipoulizwa hawa ghuraba ni kina nani, kama riwaya ilivyopatikana katika Musnad Imam Ahmad, Mtume akasema unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktharu mimma yuti'uhum. Hawa ni watu wema wachache katika watu wengi waovu. Hii kundi moja hii ni watu wema wachache katika kundi ya watu wengi waovu. Wale ambao wanawapinga hawa wachache hawa ambao wako katika mstari wa sawa, ambao ndio Mtume anawataja ni wengi kuliko wale ambao wanawatii. Hivyo si watu wengi hawa. Ndio Mtume akasema la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina ala alhaq la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amru Allah wa hum ala dhalik. Haitoacha kuwepo kundi ya watu wachache, ta'ifatun min ummati, kundi ya watu wachache katika umati wangu. Kazi yao ni nini hawa watu? Dhahirina ala alhaq, watakuwa wanawaeleza watu Uislamu khalis, wanawaeleza watu ukweli, hawatoficha hiyo. Mtu yoyote akija na mambo ya uzushi, mambo ya bid'a, hawa watasimama watawaeleza watu. Akija na mambo ambayo ni kinyume na dini, anataka kuhalalisha jambo lolote la haramu, hawa watasimama watawekea watu wazi, hawataogopa, wanasimama upande wa Mungu. Mtume anasema la yadhurruhum man khadhalahum, hawa watu ambao wanawadhalilisha watu kama hawa hawawezi kuwadhuru, hatta ya'ti amru Allah wa hum ala dhalik, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataisimamisha haki yake. Hii haki itasimama, au mpaka siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataisimamisha kiyama na hawa watu wapo tu. Haya makundi yamekuja kutugawa sisi ndugu zangu, na Mwenyezi Mungu anamuonya Mtume ndani ya Qur'an, anamwambia Mtume innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay. Wale ambao wameigawa dini wakawa makundi,
Mwenyezi Mungu anamuonya mtume, anamwambia wewe si miongoni mwao. Imamu Swabuni katika Safa Tafasir anatafsiri aya hii, anasema lasta minhum fi shay. Mwenyezi Mungu anamuonya mtume, anamwambia kaa mbali na watu wa makundi kundi hawa, si miongoni mwa watu wako hawa. Lakini sisi sote ni Waislamu, na Muislamu anapoongea anatakana aongee kama ni Muislamu. Mwenyezi Mungu anasema waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ni maneno gani mazuri? Waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allahi, kuliko ule mtu ambaye analingania kwa Mwenyezi Mungu, anaamrisha mema na anakataza maovu. Bi Aisha radhiallahu anha anasema hadhihi al-aya nazalat lilmuadhdhinin, hii aya iliteremka rasmi kwa wale watu ambao wanaadhini msikitini. Lakini wanazuoni wakatafsiri vile vile ni mtu yote ambaye anaamrisha mema na anakataza maovu, kisha akatenda matendo mema, wa amila salihan wa qala innani minal muslimin, akasema mimi ni miongoni mwa Waislamu. Sio mimi ni kundi fulani ama ubini fulani, hapana, mimi ni miongoni mwa Waislamu jamani. Ndio unaona maswahaba ridwanullah alaihim, jambo lolote ambayo ilikuwa inakuja kuwagawa wao walishughulikia mpaka wakaiondoa nje. Kwa hivyo wewe bado unang'ang'ania kundi lako, kundi yako hii, wewe shikamana na watu ambao wanaoshikamana na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Umewaona hawa ndio ambao wanatafsiri Qur'ani inavyotakana kutafsiriwa, wanazifuata sunna khalis ya bwana mtume, hawaongezi kitu ndani wala wapunguzi. Shikamana na hawa watu, usiwaache hawa watu, usikose kuwasikiliza watu kama hawa. Hawa ndio ambao watakuelekeza mpaka peponi. Usishikane na watu wengine ambao leo wanaongeza vitu, wanajinasibisha na makundi haya. Tena mtu anajisifu mbele ya watu wala haoni haya kwamba hii ni kundi fulani, kwamba hii ni kundi fulani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun, hakika umma wenu huu ni umma mmoja na mimi ni Mola wenu mmoja peke yake, ni abuduni. Mwenyezi Mungu ni mmoja na mambo yenu yote ni Waislamu inafaa kuwa moja. Swala moja, kwanza Mwenyezi Mungu mmoja, mtume mmoja, Qur'ani moja, swala moja, hija moja, hijabu ni aina moja, na mwezi pia ni mmoja. Ikionekana mahali popote pale duniani, Waislamu dunia nzima wanafaa kufunga pamoja, na Waislamu dunia nzima wanafaa kula Idi pamoja. Leo malasafu shadidi, ndugu zangu, naona wakati wangu umekatika. Miongoni mwa sababu ambayo imesababisha Waislamu leo kugawanyika ziko nyingi. Miongoni mwao tumekuja kugawanyishwa katika misingi ya uinchi. Leo tunakaa katika mji mmoja, lakini tunatazamana kwamba huyu si katika nchi yangu mimi. Hata kuna mmoja Muislamu amewahi kumripoti ndugu yake Muislamu katika nchi moja wapo kwamba huyu si katika nchi hii. Amemripoti kwa idara, ndugu zangu. Sasa huyu akishakuwa si katika nchi hii, nchi yako ni kitu gani wewe? Nchi yako ndio sababu ya mtu kuingia peponi? Hizi ni nchi tu. Wewe angalia maswahaba walivyokuwa, ndugu zangu, walibebwa juu na wote wametoka sehemu mbalimbali duniani, na wala watu hawakuangalia wametoka wapi hawa watu. Ukimwangalia Bilal al-Habashi, Bilal bin Rabah, ametoka katika nchi Ethiopia na akapewa jukumu lilokuwa kubwa katika majukumu ya Uislamu katika ibada, jukumu la akawa ni muadhin wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndo aliadhini mara ya kwanza alipopanda juu ya Kaaba, na makuraishi wengine wote wako pale, kina Saidna Umar, kina Abu Bakar, kina Uthman bin Affan, kina Khalid bin Walid, kina Ka'kab bin Amr, hawakupewa hiyo nafasi. Muadhin wa Mtume huyu ametoka Habash, hakuangaliwa kwamba huyu ni nchi gani huyu, hapana, ameangaliwa imani yake. Salman al-Farisi ametoka katika nchi ya Furs, ndugu zangu, wala hakuangalia hiyo. Na aliwahi kutoa rai huyu Salman katika vita vya Khandak kwamba unaonaje ya Rasulullah, maadui hawa wanakuja wengi, wameungana, kwa nini tusichimbe handaki hapa? Na wakati huo kuna kina Saidna Umar ambaye watu wenye akili ya hali ya juu, kina Saidna Ali na wengineo, kina Abubakar, na Mtume wa sallam akachukua rai ya Salman al-Farisi, ikaanza kuchimbwa handaki. Ametoka Fursi huyo maana. Kisha kuna Hudhaifa ibn al-Yaman. Hudhaifa ibn al-Yaman ametoka Yemen. Tena huyu alikuwa ni musiru nabii sallallahu alaihi wasallam. Siri zake zote Mtume akimwambia Hudhaifa ibn al-Yaman, hamwambia Abubakar wala Umar wala Uthman wala Ali wala masahaba wengine, anamwambia Hudhaifa. Mpaka yale siri zake zote nyingine hata ya ndani ya nyumba yake Mtume akimwambia Hudhaifa. Na Mtume aliwahi kumwambia Hudhaifa, katika maswahaba hawa ni nani ambaye ni wanafiki? Wako 12. Hudhaifa alikuwa anawajua kwa jina, fulani ni munafik, fulani ni munafik, fulani ni munafik, lakini hajawahi kuwaambia watu. Mtu akifa watu wanaangalia Hudhaifa ibn al-Yaman atamswalia huyu mtu ama hawezi kumswalia. Wakimuona Hudhaifa hamswali, wao vile vile wengi wanaondoka wanaenda zao. Walikuwa wanajua hiyo, na akimswalia wanajua kwamba huyu ni mtu wa sawa. Suhaib ar-Rumi, huyu bwana ametoka katika nchi ya Rome, ni Mwarabu lakini alikuwa kiishi Rome, ana uraia wa Rome. Rome maana yake ni Italy ndani ya Europe. Na huyu ndo mtu wa mwisho kuhama Maka kwenda Madina.
kwa sababu ya dhulma ambayo aliwahi kufanywa na Makuraishi. Sasa hizi nchi zetu ndugu zangu ni nchi za dunia tu, kuonesha tu mtu ametoka wapi ili apate kujulikana sehemu yake, asili yake, lakini sio kitu ambacho inaweza ikamfanya Muislamu agawanyike na Muislamu mwenzake. Leo mtu anakuja anaongea anasema bana, mimi ni American Muslim. Sasa ukishakuwa American Muslim ndio kitu gani? Ndio janna hiyo? Mwenyezi Mungu anasema inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Hakika sisi tumewaombeni kutokana na mwanamume na mwanamke ambaye ni Adam na Hawa, waja'alnakum shu'uban, tukawajalia mataifa, wa qabaila, na makabila tofauti tofauti, lita'arafu, bas ili mpate kujuana tu, si mpate kupigana wala kugawanyika wala kuonesha kama fulani ni mtu bora kuliko mwingine. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum, hakika mbora wenu mbele ya Mungu ni yule ambaye anamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mpaka hapa ndugu zangu, kila mmoja wetu nitakana achunge umoja wa Waislamu. Umoja wetu ni msingi katika dini hii, na jambo lolote ambaye inatugawa sisi kutokana na Qur'an na Sunna ya Bwana Mtume, hiyo ndio ambayo tunafaa tuipige vita, tuitupe nje. Tutashikamana chini ya Qur'an na Sunna ala fahmi salaf na salih, kwa namna wema waliotangulia walivyofahamu, ndio sisi naye tutafuata. Aqulu qawli hadha.